inafanyika. Biblia inasema wale watu wakaanza kunena kwa lugha mpya. Kuna vitu vipya vinaanza kuja. Kuna vitu vipya vitaanza kuzaliwa kwako. Kuna vitu vipya vitaanza kuja kwenye familia yako, kwa sababu iko power imekuja juu yako, kwa sababu iko nguvu imekukamata. Amen. Biblia inasema wale watu wa mataifa wakaanza kushangaa, wakaanza kuwashangaa wale wanafunzi, maana kila mtu alinena kwa lugha mpya, alianza kusema kwa lugha mpya, wakaanza kushangaa. Hawa vipi? Hawa Wayahudi vipi? Nasema kuna watu wataanza kukushangaa, wataanza kukushangaa, maana maisha yako yatachange, maisha yako yatabadilika, uchumi wako utainuka, uchumi wako utabadilika, maisha yako yatakuwa tofauti. Majirani wataanza kushangaa, watasema huyu ndiye yule, watasema huyu amefanana naye, maana utabadilika, usemi wako unabadilika, nguvu ya Mungu inapokuja ndani yako, yani unakuwa na badiliko kubwa kwenye maisha yako. Amen. Watabaki kushangaa kwamba huyu ndio tuliyemjua, kwa sababu kuna nguvu imekuja juu yako, kwa sababu kuna Roho Mtakatifu anaoperate ndani yako. Baadaye wataanza kuja kutaka msaada kwako, maana wewe una nguvu. Lakini siku moja nakumbuka, ikiwa ni majira ya alfajiri, ile ibada ya urejesho, majira ya saa 12, mtu wa Mungu alikuwa amesimama. Saa 11, saa 12 tunaelekea mwisho. Hapo ndipo ile nguvu sasa ilinijilia mimi. Amina. Ile nguvu ilinijilia mimi saa 1 hiyo, saa 12 watu wanatoka, mimi nilishindwa kutoka, na nilikuwa nimepiga magoti, nasikia nguvu zimeniishia, hata siwezi kupiga magoti, nikarara chini. Machozi yanatoka, sijiwezi, yani nashangaa ile nguvu imenivaa kwa ajabu sana. Amen. Iko ahadi ambayo Mungu ameiahidi kwako. Kuna nguvu ambayo itakuja juu ya maisha yako. Natamani hiyo nguvu ije juu yako, maana hiyo nguvu ikija juu yako, kuna mabadiliko yanatokea kwenye maisha yako. Kuna mabadiliko ambayo unakuwa nayo. Biblia inasema, Yesu anasema hiyo nguvu ikisha waachilieni, niye mtakuwa mashahidi. Nasema wewe ukipokea nguvu utakuwa mashahidi juu ya jirani zako. Ukipokea hiyo nguvu utakuwa shahidi kwenye mtaa wako, maana utakuwa wa tofauti. Amen. Watu watajifunza kwako. Watu wataona kwamba huyu ndiye tuliyomjua, huyu ndiye tuliyomfahamu, au maana utabadilika, kwa sababu kuna nguvu uko nayo. Hiyo nguvu ikija huwa inabadilisha mtu. Amen. Ile nguvu iliponivaa mimi toka siku hiyo, nasema sasa nikawa nimeokoka. Amen. Toka siku hiyo, yani nikabadilika tu kwa ujumla, sijui nisemeje, uweze kuelewa. Tamaa zote nilizokuwa nazo, yani kufa kila kitu. Amina. Ile nguvu ikikujia, ile nguvu ikikuvaa, ile nguvu ikija juu yako, nguvu zote za mwili zinaisha. Nguvu zote yani za mwili zinakuwa zina uwezo, ila roho inakuwa na uwezo ndani yako. Ile nguvu ya Mungu inakuwa na uwezo ndani yako. Biblia inaniambia katika Matendo ya Mitume ile sura ya 2, ghafla wakiwa wamekaa katika ile nyumba, wakiwa wameingoja ile ahadi ya Bwana, Biblia inasema ghafla kukawa kama uvumi wa upepo, kukawa kama upepo na kuja. Nasema ile
kuona hisia za tofauti kwenye mwili wako. Biblia inasema wakaanza kuona kila mtu anakariwa na ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto, kama ndimi za moto unamkaria kila mmoja. Biblia inasema wakaanza kunena kwa lugha, kila mmoja akaanza kusema kwa lugha yake. Nasema ile nguvu ikija juu yako